Mtoto wa mkulima, niseme tunafeli kabla hatujaanza. Naomba nitumie hiyo kauli, japo inaweza isiwe rafiki, lakini nataka nikwambie ukweli kwamba tunafeli kabla hatujaanza. So tunapoanza, tunaanza kutokea kwenye kufeli. We are beginning from the failure. We are beginning from scratch, and what always scratch is what haven't ability to start fresh. So tunatumia nguvu kubwa sana kutokea hapo, kwa maana kwamba tunaanza kutokea katika mazingira ambayo hatuwalaumu wazazi wetu, but ni mazingira ambayo sisi hatukutakiwa tuanzie kwenye mazingira haya. Kwa hiyo inatutaka kutumia nguvu kubwa kutokea kwenye hali hiyo ambayo wazazi wetu tumewakuta nayo, ili kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo unatukuta tuna hustle sana, tunapambana sana ili kureplace kile ambacho wazazi wetu wangekifanya kwenye maisha yetu. What I remember ni kwamba wakati nipo advance ilikuwa inagonga kengele ya kwenda kulala saa 4:30. Mimi nanibidi nibaki darasani. Sio kwamba nasoma, ila napata shukrani, naenda kulala saa 4:30. Nina raha gani? Nyumbani kuna maisha gani mpaka niende kulala saa 4:30? Kuna inabidi sasa nibaki darasani. Nalala kwenye dawati. Baada sasa naamka, nasoma, usingizi unanichukua, narudi tena nalala hapo kwenye dawati. Ikishafika kama saa 7 hivi, saa 6 naenda kulala. Hata nikienda kulala wewe tunasema wote anaweza kukusimulia, nalala mguu mmoja nje, mguu mmoja ndani, najiegesha, hata sijifuniki. Inanilazimu muda mwingine kunywa maji mengi kama lita 1 hivi napoenda kulala, ili ninapoamka kwenda kukojoa inakuwa ndio gia moja kwa moja kule darasani. Kwa hiyo hata nikilala nalala nusu usingizi niseme, nikishtuka darasani. Kwa hiyo najikuta natumia nguvu kubwa sana, na namshukuru Mungu nilifaulu, sikufeli. Kwa hiyo watoto wa kulima, we are beginning from scratch. That's why inatutaka nguvu kubwa sana kutokea pale ambapo tulipo. Kwa hiyo inakutaka uwe na imani kubwa sana, utumie akili kubwa sana ili kutoka ile eneo ambalo upo. Ndio maana hata watoto, yani sisemei mtoto wa mkulima kwa kumaanisha kwamba watoto tu wale ambao wazazi wao walikuwa ni wakulima, but tunazungumzia hata wale ambao labda mzazi wako ni mfanyabiashara, ni kiongozi fulani, lakini uchumi wake ni wa kima cha chini. Kwa maana kwamba sisi watoto ambao tumetokea kwenye mazingira kama hayo tunahitaji nguvu kubwa sana. Ndio maana hata makanisani kumhubiria mtu ambaye ametokea mazingira ya chini inahitaji nguvu kubwa sana, kwa sababu ana taarifa nyingi za kufeli, za waliofeli maisha. So mtu yeyote ambaye ametoka kijijini anajua kwa kina John, wakina Jofu, maisha yao yapoje, wametumia nguvu gani mpaka bado wako pale pale. Ukizungumzia habari za Gideon, anaweza kawa ndo case study yetu. Gideon anakuta yuko sehemu amejificha, anasaga ngano. Mungu anamwambia wewe ni shujaa. Anamwambia mimi nakuaje shujaa wakati kwetu ni maskini? Kwa hiyo mtu anaweza kumwambia utafanikiwa, utamiliki majumba, utamiliki magari, lakini kama hujamuonesha njia, way out ya kutokea pale alipo, kumuonesha ramani, bado inaweza isiwe ni msaada, kwa sababu anaangalia sisi kwetu, mbona maisha yetu ni ya chini? Mimi unanihitaji ni shujaa, mimi unanihitaji ni tajiri. Ndio maana mwingine ukimwambia tajiri unaweza mkagombana, kwa sababu ana background, ana taarifa nyingi za kule alikotoka. Kwa nini ninachotaka kuongea na wewe mtoto wa mkulima, wewe mtoto wa maskini, japo hatukiri umaskini, lakini tunayo maisha na tunatakiwa tutoke. Kwa hiyo ili sisi tujione ni matajiri, kwanza inatakiwa tuanze na akilini. Akili zetu tuzitengeneze kutokea kwenye hali ya kujiona sisi ni wadhaifu,
kuendea huo utajiri ambao tunautafuta na kufikiria kila muda na kila mara. Unajua kuna vitu vingi vinatuangalia, watoto wetu wanatuangalia hapo kesho na kesho kutwa tutaanza kusomesha, tutaanza kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo tunataka tutumie nguvu kubwa sana ili kutokea kwenye hali za maisha ambazo tunazipitia. Ushindi wa maisha upo katika akili zetu. Vile tutakavyozichuni akili zetu, hivyo ndio tutakavyotoboa kimaisha. Kuna wengine labda yuko mjini, yuko Arusha, Dodoma, Singida, Mtwara, Mbeya, wapi, Dar es Salaam, anapambana lakini anaona kama bado hajafika, kama bado hajatoboa, na wengine wanajikuta anatamani hata kurudi kijijini. Ndio nikwambia usirudi kijijini, sababu kule kijijini ndio umeenda kufa zaidi. Sababu mjini unaweza ukachakalika ukafanya hata vitu ambavyo kijijini uweze kuvifanya ukatoboa. Na ukata tamaa ni kitu ambacho ni mwiko. Nimeshasema siwezi ukata tamaa. Hata kama iweje lazima nipambane. Kwa hiyo lazima upambane kuhakikisha kwamba unafika mbali, unatoboa, unaenda mbele zaidi. Changamoto zisikukwamishe. Piga hatua, nenda mbele, muamini Mungu. Muda mwingine omba, muda mwingine usione kama wewe mwenyewe unaweza kila kitu. Piga magoti, omba, muamini Mungu, anaweza kukusaidia. So watoto ambao tumetoka katika level hizo, inatutaka sana nguvu. Nataka sana tupate watu sahihi kwenye maisha ambao watakuwa pamoja na sisi. Tupiga jeki. Kama hauna mtu wa kupiga jeki, basi muamini Mungu. Lakini tunahitaji nguvu kubwa sana ya kiakili, kiufahamu, kiuchumi na nguvu kubwa ya watu ambao wanatakiwa wawe sehemu ya maisha yetu. Na mimi unaweza kuangalia serikali ukaona mbona serikali kama haituelewelea, haitusikilizi, lakini jiwekee kwenye maisha kwamba hakuna mtu mwenye haki ya kukusaidia. Awe baba, awe mama, awe rafiki, awe jirani. Kwenye maisha yangu mimi, yani mimi sasa hivi nimebaki na muamini Mungu tu. Sitegemei mshikaji, sitegemei rafiki, sitegemei baba, sitegemei mama, sitegemei nani. Hata mchungaji mwingine muda mwingine naweza nisimtegemee, kwa sababu nikimtegemea sasa Biblia inasema usimtegemee mwanadamu. Nabaki namtegemea Mungu. Kama Mungu atanifanikisha. Hata kama mchungaji wako anaweza kama ni tajiri mkubwa sana. Ndio ile wanasema kwamba mchungaji unamilikije magari makubwa, alafu kwenye washirika wako hawana uchumi. Mimi hata ukimiliki ndege, ukimiliki mabilioni, mimi manake sio riziki yangu. Kama Mungu atanibariki. Kwa hiyo mchungaji kumiliki magari makubwa, biashara kubwa, makampuni makubwa, sio sababu kwamba na washirika lazima wawe hivyo. Hapana. Huo ni kumtegemea mtu. Kwa hiyo lazima tutumie nguvu kubwa kutokea kwenye hali hizo ambazo tunaziishi. Naamini Mungu yuko sehemu ya maisha yetu kuhakikisha kwamba tunatoka na tunatoboa na tunafika mbali. Muamini Mungu, pambana, tafuta njia zote zile unazozijua ili mradi zisivunje sheria ya serikali wala ya Mungu, ila utoboe. Mimi nawatakia sana mapambano mema. Gerald Jensen, Smart Generation, tuko pamoja na Mungu kwa upande wa maisha yetu. Usikate tamaa wala usirudi nyuma. Don't give up. That is the always statement that keep me still standing. Hiyo ni kauli ambayo inanifanya muda mwingine kila ninapoiona inanipa nguvu ya kuendelea zaidi. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea kupambana, mafanikio yapo karibu. Asante.